Walinitomba kishenzi yani. Nilienjoy kikweli. Hata maumivu sikusikia. Nishusha nataka nikojoe kwanza. Nikazima bajaji Nashika na kushika huku naendesha. Hiyo nilikodiwa. Wazee, kweli kazi ni kazi. Mwanamke rubani, mwanamke analea nyumbani, mwanamke anafua, anafanya kila kitu. Leo nimegumiana na mwanamke. La heri, Lecho ni dereva bajaji. Tuko Mbeya hapa. Lecho vipi? Poa, mambo yanakuaje? Safi. Wewe ni dereva bajaji au umekaa kwenye bajaji? Mimi dereva bajaji. Dereva bajaji? Una muda gani? Na muda sana. Wewe ana muda sana kwenye bajaji. Natamani kuulize baadhi ya vitu vichache. Naomba unipe ushirikiano. Hamna shida. Kuna changamoto gani ya kuendesha bajaji? Zipo nyingi sana kwa watoto wa kike sisi. Kwa watoto wa kike? Mimi naweza kuendesha bajaji fresh tu. Unaweza kuendesha. Ukinielekeza najua. Unaweza. Umesema kuna changamoto kwa watoto wa kike, zipi? Kwanza kabla ya yote, umeolewa? Mume wako anachukuliaje wewe kuendesha bajaji? Kawaida. Una watoto? Kurudi nyumbani saa ngapi? Inategemea na muda mwingine naingiaga night. Okay, twende kwenye changamoto. Ni zipi hizo ambazo unakutana nazo dereva bajaji? Changamoto nyingi tu, kubeba watu wa kiume nini, unatongozwa, unafanywa hivyo mambo kibao. Mwingine yuko nyuma amekaa hapo na kushikashika. Huku unaendesha. Huku naendesha. Leseni unayo? Umeiva, hongera sana. Asante. Na samani, ni kitu gani ambacho unakikumbuka kwenye bajaji hutaka ukisahau kwa muda wako ambao umeendesha bajaji? Hiyo nilikodiwa. Nilikuwa napeleka abiria Chunya, nilibakwa hiyo. Baba. Toka ngasahau. Ulikodiwa? Nilikodiwa. Ukapelekwa Chunya? Nikapelekwa Chunya. Ulibakwa? Nilibakwa. Hapa nafikiri kamera inifiki vizuri. Nakuomba tutoke nje kila mmoja akuone. Ili hoja hii sasa. Naam. Karibu, kaa hapa. Kalia kamera. Huyu dereva bajaji anasema kuna kitu hata kaa kisahau. Niambie ilikuwaje mpaka kutaka kubakwa? Yaani ilikuwa walinikuta ofisini. Wakaniambia kwamba tunahitaji usafiri wa kutoka Mbeya kwenda Chunya. Nikamwambia sawa, mna kiasi gani? Wakasema kama tuna 100,000 kama na 80 hivi. Nikaona ila si hapa Chunya. Pesa ndefu. Nikasema nikipiga ruti yangu mpaka Chunya mpaka narudi, nikitoka hapo naenda kulala kabisa. Tulifika katika yale mapori yale. Unajua pale Chunya kuna kile kilima kile kinaingia. Kile kilima kirefu. Kawetere, hiyo inaitwa Kawetere ile. Kuna kile kilima pale. Tulifika kuna kichaka hivi, mmoja akasema nishusha nataka nikojoe kwanza. Nikazima bajaji, wakashuka. Kwa siku nikashangaa wote wameshuka. Vipi mmefika? Shuka kwenye bajaji. Nikashuka, ngambia shida nini? Basi hela yenu msinipa. Ngambia hela tunakupa lakini tunataka uko jana kama 6. Walinitomba kishenzi yani. Yaani hiyo ilikuwa ni polini, yani walinifanya mbele nyuma. Yaani wale walikuwa wanafanya kote kote wale. Walikuwa na fila kufila. Yaani walikuwa na fila, walikuwa na tomba, yaani mfeto walikuwa wanafanya vitu vibao sana. Ila kuna hiyo mboya mwisho hiyo. Wacha we. Mtu wangapi huyo? Alikuwa mtu kama 5 hivi. Sijawahi kuipata. Yaani naisaka nyua ila sijawahi kuipata. Yule jamaa anatomba. Ulienjoy, uliumia? Nilienjoy kikweli. Hata maumivu sikusikia. Ndio mtu pekee alibakwa akaenjoy. Yaani hata maumivu sikusikia kabisa. Kwa hiyo yaani mpaka walivyokuja, walivyofanywa, walivyoondoka na hela wakaniachia. Kile mwisho wa siku nikashindwa hata kuwasha ile bajaji, akatoka tu msamaria mwema, alikuwa ametoka machimboni huko akanisaidia. Mpaka akanipeleka mpaka kituo cha afya. Unakikumbuka kituo cha afya? Hapana. Nakumbuka lakini siwezi kusema. Amekifanya kiwe siri. Vipi kwa namna ulivyobakwa? Unatamani tena kubakwa? Nikimpata kama mtu yule wa 5 anibaki. Jamaa alikuwaje? Alikuwa mtamu kishenzi. Anashoka yani. Mbo kubwa au? Mbo fulani hivi. Mashine moja hatari. Nasogeza mpaka utumbo, kizazi unakisikia? Na anajua kuitumia. Wengine?
Wengine walikuwa tu wanalapua, ila huyo ndo alifanya kazi. Jamaa alikuwa na fila kabisa au? Alikuwa anafanya. Enjoy Kabisa. Huyo alibakwa ila enjoy. Vipi? Mwisho wa siku kupoteza fahamu? Au kwa sababu wengi wanakwambia nilizimia ni hivi? Hapana, mimi sikuzimia, ila tu nguvu ziliisha, nililegea, yani nilikuwa legelege. Ulikojoa sana? Yani nilikojoa sana, nilikojoleshwa sana. Unajutia kukodishwa na wale jamaa? Pande mwingine siwezi kujutia kwa sababu nilienjoy. Hajutii. Vipi wakija wengine kukodi vipi? Fresh. Waliokuokota unawakumbuka? Nawakumbuka. Mna mawasiliano? Hapana. Vipi, una mpango wa kuendelea kuendesha bajaji kama ambavyo nimekuona au una ndoto za kuiacha bajaji? Hapana, mimi siwezi kuacha kuendesha bajaji kwa sababu ndo kitu ambacho kinaniingizia mimi kipato. Kwa hiyo sasa kama nitaweza kuacha. Kama washikaji walifaidi na uzuri wote huu mtoto wa daa maji ya chumvi haya ujue. Walifaidi kidesign. Walifaidi kidesign, walifaidi unyama vyote. Kabisa. Vipi, hauhisi kwamba wale pia walikuokota nao pia kutaka kuwashukuru nao waonje ladha ya tunda? Hapana, yule kaka alikuwa mstaarabu sana. Alikuwa ni mchimbaji wa madini? Alikuwa mchimbaji. Alikuwa mchimbaji wa madini. Mna mawasiliano? Mawasiliano yake tunawasiliana. Mume wako anajua kama mmeshaibakwa? Anafahamu. Analichukuliaje? Alichukua kama changamoto tu za kazi, japokuwa aliumia, lakini yashapita. Huyu jamaa miaka 100, mume wake na Recho miaka 100. Wengine wangekimbia. Vipi changamoto kwenye umoja wako wa chama cha bajaji pale Mbeya, maana bajaji ziko nyingi sana? Changamoto ni kubwa mno kwa sababu tunakuwa tunagombania abiria sasa hivi wamekuwa wachache, biashara imekuwa ngumu. Kwa hivyo tunakimbiza mdogo mdogo. Kuna madereva ambao wanajua ulibakwa? Wanajua. Wanakuchukuliaje? Wanachukulia kawaida. Hawahisi ulijifanyisha ubakwe? Kila mtu anakuwa anaongea la kwake. Kwa hiyo wengine wanahisi hivyo, mwingine anahisi hivyo. Halikuathiri kikazi? Hapana. Unalichukulia poa? Kawaida. Jasiri. Na hauhisi ni mpango ulitengenezwa ili ubakwe? Naweza nikahisi. Kwa sababu mzuri kwa urembo ulionao, na mimi ningeshawishika, Mungu anisamee. Naweza nikasema kwamba labda ilikuwa mpango au ulikuwa sio mpango. Sema unashukuru Mungu, kikubwa uzima tu. Pesa yako 180 ulipewa? Nilipewa. Yaani nilifanya kazi 2 kwa wakati mmoja. Haya alikuwa ni ya kwangu machache. Unakutana naye ni Raheli, ni Recho, dereva bajaji maarufu kama ulivyoona, na ni fundi mzuri wa kuendesha bajaji, lakini anaeleza changamoto chache na nyingi ambazo wanakutana nazo wanawake katika kuendesha bajaji. Kikubwa tu hauzi mwili, ila ni changamoto iliyomkuta wakati anatafuta riziki na mkate wake wa kila siku. Naitwa Jack Peter.